mdau wetu mmoja anaitwa Ahmad. Yeye anauliza, hivi matatizo ya kuwa na pumbu ndogo yanasababishwa na kitu gani? Matatizo ya kuwa na pumbu ndogo yanasababishwa na kitu gani? Asante ndugu yetu Ahmad kwa swali lako. Ndiyo, kwa kawaida korodani kwa mwanaume zinatakiwa kuwa na standard ya ukubwa, yani zinatakiwa kuwa na ukubwa fulani ambao sio kubwa sana wala sio ndogo sana, na hiyo ndiyo standard ya korodani ya mwanaume. Sasa kuna sababu kadhaa zinazopelekea korodani zinakuwa ndogo. Kuna mwingine anazaliwa na tatizo hili la kuwa na korodani ndogo. Kwanza nitoe ufafanuzi ufuatao. Korodani ni ile wanasema testis, ni zile ndude zilizokuwepo ndani ya ule mfuko ambao unaning'inia chini ya uume. Kuna mfuko unaoning'inia chini ya uume, ndani yake kuna testis ambazo ndio mashine zinazotengeneza sperm kwa mwanaume, ambaye mwanaume anaweza kutungisha mimba kwa ajili ya mashine hizo zilizokuwepo ndani ya ule mfuko. Sasa zile mashine zilizokuwepo ndani ya ule mfuko ndio tunasema korodani. Zinakuwa na ukubwa, na ule mfuko unabeba ukubwa wa zile mashine zilizokuwepo mule ndani. Sasa ndugu yetu Ahmad anauliza kuwa ndogo zile korodani, nini sababu, tatizo nini? Ndio tukasema kwamba kwa kawaida zile zitakiwa kuwa ndogo wala kuwa kubwa, zinatakiwa ziwe na umbo la kati, na hiyo ndio standard kwa mwanaume. Lakini wako wanaume kwa magonjwa mbalimbali inaweza kuwa kubwa, kwa maana ule mfuko ukawa mkubwa, yani ndani yake ukabeba kitu fulani kama maji, na zile korodani hatimaye zikawa zina matatizo mbalimbali, ama zikawa ndogo. Na sababu ya kuwa ndogo hizi korodani inaweza kuwa ni sababu za kimaumbile, kwamba mtu amezaliwa akiwa hivyo, labda hayo anasema ni ile magonjwa yale ya kulisi, hereditary disease, amelisi kutoka kwa wazazi wake huko, mtu anaweza kupata hivyo. Ni sababu za kijenetiki, na tuliwahi kufundisha kwa nini mtu anaweza kurithi hiyo shida. Kwa hiyo mtu anaweza kurithi hatimaye korodani zake zikawa ndogo kama kutoka kwa wazee wake. Lakini sababu nyingine ni mtu anaweza kuwa amezaliwa yuko sawa, korodani zake kubwa, alafu zikaanza kunywea kidogo kidogo. Matokeo yake akigusa anakuta vile vitu ndani vinazidi kuwa vidogodogo, na ule mfuko pia unazidi kunywea unaobeba zile korodani. Hii inatokana na magonjwa mbalimbali ambayo mtu anaweza kuumwa. Kwa mfano, upungufu wa homoni ya kiume, ile testosterone hormone. Hii ni homoni muhimu sana kwa ukuaji wa korodani, kwa sababu yenyewe ndio inaochochea ukuaji wa ile korodani yenyewe kwa mwanaume. Kwa hiyo ni homoni muhimu sana kwa mwanaume, na hii homoni haitakiwi, kwa sababu yenyewe inazalishwa kutoka kwenye hizo korodani, na kadiri ya yenyewe inavyokuwa ndio inafanya zile korodani zinakuwa kubwa na zinakuwa ziko vizuri. Kwa upungufu wa homoni pia unachangia korodani kunywea. Na sababu nyingine ni sababu za kiumri. Mtu umri unapokuwa mkubwa, manake anapoelekea kwenye uzee, korodani zinanywea kwa sababu ya hizi homoni anakuwa azalishi kwa kiwango kizuri. Kwa hiyo huyu hatuwezi kusema ana tatizo, kwa sababu umri wake unakwenda anakuwa mkubwa. Na ukumbuke hizi korodani ndio mashine inayotengeneza sperm. Kwa hiyo kadiri zinavyonywea, maana yake ufanisi wake wa kutengeneza sperm unakuwa mdogo, na hatimaye ufahamu kwamba wewe mwanaume unaweza ukashindwa kutungisha ujauzito, ukawa na tatizo la uzazi. Kwa hiyo ni muhimu kutafuta tiba iwapo unaona kuna upungufu, hizi korodani zinanywea, ukatafuta tiba ili kuondoa hilo tatizo. Asante kwa swali lako ndugu yetu Ahmad. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic. Kama una swali lingine, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, tutaliona na sisi tutakujibu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibiolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.